Fikiria una kila kitu ambacho mtu anaweza kutamani: umaarufu, pesa, mashabiki, na kila mtu akiamini kwamba wewe ndiye bora kuliko mtu yoyote duniani. Alafu ghafla kila kitu vup kinaondoka. Si kwa sababu umeshindwa, bali kwa sababu maisha yanaamua kukusimamisha mahali ambapo hakuna ambaye anakujua. Na hapo ndipo a classic story ya Lightning McQueen inapoanza. Lightning McQueen ni gari ndogo la mashindano ambaye ana confidence kubwa sana kiasi kwamba anaamini dunia nzima inamzunguka yeye. Kila anapoingia kwenye mashindano, macho yote yanakuwa kwake, na kwake ushindi ndio kila kitu. Tatizo ni kwamba kuna jambo moja tu ambalo Lightning hajalielewa bado: kuwa wa kwanza kufika mwisho si lazima kumaanisha wewe ndiye mshindi wa kweli. Movie inaanza wakati Lightning yupo kwenye mbio kubwa sana ambapo anapambana na magari mawili maarufu. The King ambaye ni veteran mwenye heshima kubwa sana, ambaye sasa hivi ameingia katika racing, na jamaa mwingine anaitwa Chick Hicks, mpinzani mwenye roho ya ushindani kupita kasi, yani kuliko jambo lingine lolote lile. Mbio zinaenda kwa kasi, lakini Lightning hana muda wa kufikiria kuhusu wengine. Kichwani mwake kuna kitu kimoja tu: mimi lazima nishinde. Na kweli Lightning anakaribia kuvuka mstari wa mwisho akiwa yuko mbele, lakini wakati huo huo matairi yake yanaanza kuchoka. Kura yake inamwambia bana, pita katika pit stop tuweze kubadilisha, lakini Lightning anakataa kabisa. Anaamini akisimama hata kwa sekunde chache tu atapoteza nafasi yake. Na kwa sababu hiyo, na kwa sababu ya ego hiyo pia, mbio zinaishia kwenye hali mbaya ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa mshindi. The King, Chick Hicks pamoja na Lightning McQueen wote wakamaliza wakiwa katika nafasi moja. Kwa hiyo ikabidi wote watatu washiriki katika mbio nyingine za kuamua kwamba bingwa atakuwa ni nani. Na Lightning anaona hii ni kama nafasi nzuri sasa ya kuweza kujithibitisha zaidi. Lakini wakati anasafiri kwenda kwenye mbio hizo mpya huko California, anafanya kosa jingine. Akiwa ndani ya transport yake, anaanza kufanya usumbufu huko ndani. Na muda huo pia roli lake anaitwa Mark alikuwa ameshaanza kusinzia, alikuwa amechoka kweli. Na hapo ndipo Lightning kwa bahati mbaya anaishia kuanguka kwenye trailer lake hilo bila yeye mwenyewe kujua. Anapokuja kuamka, hakuna Mark, hakuna mashabiki, hakuna cameras, hakuna race track, kuna barabara tu, na mbele yake kuna mji mdogo sana ambao hauonekani kuwa sehemu ambako gari maarufu kama yeye angeweza hata kukanyaga. Jina la mji huo ni Radiator Springs. Na hapo ndipo maisha ya Lightning yanapoanza kubadilika. Lightning anajaribu kuondoka haraka kwenye huo mji, lakini katika harakati hizo anaharibu barabara. Na watu wa Radiator wanamkasirikia sana. Sheriff anamkamata. Lightning anajiona kwamba yeye bado yuko juu, hivyo anawajibu watu kwa kejeli na majivuno kweli. Lakini hakuna hata anayejali kwamba yeye ni nani. Kwa mara ya kwanza jina lake na ukubwa wake halina maana yoyote katika sehemu hii. Basi jamaa kafikishwa mahakamani. Jaji wa sehemu hiyo Doc Hudson anaamua kwamba Lightning anatakiwa kurekebisha barabara aliyoiharibu. Lightning anapinga, anataka kuondoka katika mji huo, anataka kurudi kwenye mashindano yake. Sasa Doc anaambia kwamba kama unataka kufanya hivyo, basi njia fupi ni kwamba tengeneza barabara yetu ama kile ambacho mkiharibu, kisha sisi tukuruhusu uondoke, wala hata sio shida. Na hapo ndipo tunaanza kuona utofauti kati ya Lightning tunayemjua mwanzoni na Lightning ambaye bado hajui anachotakiwa kujifunza. Kwa sababu Lightning anaamini kwamba watu wa Radiator Springs watu waliopotea, lakini ukweli ni kwamba yeye ndiye ambaye amepotea. Siku zinazofuata zinakuwa kama adhabu kwake. Analazimishwa kufanya kazi na watu ambao hakuwahi kufikiria angehitaji. Anakutana na Meta ambaye yeye ni gari la tow truck, ambaye hana akili sana kwa namna fulani, lakini ana moyo safi sana. Mtu fulani ambaye uko peace kweli kweli. Meta anakuwa rafiki yake bila hata Lightning kutambua. Yani ile tumeongea mara ya kwanza, mara ya pili, mara tatu tumeshakuwa mabest. Alafu kuna gari nyingine ambayo ni Porsche inaitwa Sally. Sally yeye ni gari ambaye anaishi Radiator Springs na ambaye haonekani kabisa kuvutiwa na hata huo maarufu wa Lightning. Lightning anajaribu kujifanya kwamba yeye ni superstar, unajua mtu mzito, followers wengi. Lakini Sally anamuona tofauti. Siku moja akaamua kumpeleka Lightning kuzunguka maeneo ya Radiator Springs. Na Lightning anaanza kuona kitu ambacho hakuwahi kukiona. Mji huu zamani ulikuwa sehemu maarufu sana kwa magari yaliokuwa yakisafiri kwenye barabara inaitwa Route 66. Lakini baada ya barabara mpya kujengwa, magari mengi sana yakaacha kupita hapo. Radiator Springs ikaishia kusahaulika tu. Na Lightning anaelewa kwamba si kila kitu ambacho kinapoteza umaarufu kinapoteza thamani. Baada ya muda, Lightning anaanza sasa kuzoea maisha ya mji. Anacheza na Meta, anazungumza na Sally, anajifunza kuhusu historia ya Doc Hudson, lakini bado kuna kitu ambacho kinamsumbua. Anataka kurudi kwenye mashindano kule California. Na wakati huo watu wa Radiator Springs wanaanza kumpenda. Hii ndio sehemu ya kwanza ambapo Lightning anaanza kugundua kwamba kuna tofauti kati ya kuwa maarufu na kuwa mtu muhimu kwa mtu. Lakini bado hajafika mbali, kwa sababu nyuma ya tabia yake ya kiburi kuna siri kubwa sana kuhusu Doc Hudson. Lightning anagundua kwamba Doc alikuwa resa maarufu sana hapo zamani. Kwa kweli Doc alikuwa bingwa mkubwa kuliko hata jinsi ambavyo yeye alivyo na jinsi ambavyo atakuwepo. Hizo piston cup ambazo yeye anazipambania, Doc anazo 3. Tena anaziwekea spana tu za kutengeneza magari. Lakini baada ya kupata tu ajali, maisha yake ya racing yakabadilika. Na kilichomuuma zaidi si ajali yenyewe, ni namna ambavyo watu walimsahau.
alihisi kwamba racing ilimpenda aliposhinda tu, lakini aliposhindwa dunia ikaendelea bila hata yeye. Ndio maana Doc hakutaka kabisa Lightning awe karibu na racing, kwa sababu alimuona kama vile ataisha katika njia ile ambayo naye mwenyewe pia alikuwa amepitia: kiburi, umaarufu, na mwisho wake ni loneliness tu kama Shaq. Lakini Lightning yeye masuala hata haelewi, bado tu anataka aende katika mbio za Piston Cup. Hatimaye anaanza kutengeneza barabara na watu wa Red Springs wanamwandalia basi sherehe kwa mara ya kwanza kwa ajili ya kumuaga afu kumtakia kila laheri. Lakini Lightning anahisi kama ana familia, unajua kuondoka ni kama vile bado hajakaa nao sawa, lakini hana namna. Kabla hajafurahia sana, habari zikaja kwamba Mark ameshampata. Kwa hiyo watu wa TV, watu wa news coverage, watu wako na live wakawa wamekuja pale wanamrekodi kwamba Lightning McQueen aliyepotea siku kadhaa amepatikana. Na kwa hiyo Lightning anapaswa kuondoka. Anaelekea kwa California kwa sababu yamebakia tu masaa kwa sasa hivi ili aweze kwenda katika race ya kuweza kushinda Piston Cup. Na anapoondoka hapo Radiator Springs, kuna kitu kinatokea ambacho hata yeye hakutarajia. Mara ghafla anaanza kumkosa mate, anamkosa Sally, na hata anaanza kumkosa Doc. Kwa hiyo ile kampani yote ambayo kwa shaizoea ndika vile tena haipo, lakini bado anaenda kwenye mashindano kwa sababu hiyo ndio dunia ambayo alikuwa akitamani. Sasa tunarudi kwenye mbio kubwa. Uwanja umejaa mashabiki, maana jamaa kwa shafika. Kamera ziko kila mahali. Lightning anarudi akiwa na nafasi ya kushinda championship. Lakini kuna kitu kimebadilika. Sasa aingie kwenye mbio kwa ajili yake tu, na wakati mbio zinaanza, Chick Hicks anaonyesha tena tabia yake mbaya. Mara amasukuma watu, amewafanyia unfair, anatumia mbinu nyingi sana za fujo kuangusha wengine. Na wakati mmoja anamgonga yule ambaye anaitwa The King, alishia kumgonga vibaya sana. Kwa hiyo The King akaishia kuanguka, tena kumwanguko ambao hata asingeweza kusimama tena. Uwanja mzima ukaishia kunyamaza. Na Lightning anaona tukio hilo kwa uzuri kabisa kwa sababu naye si yupo. Hapo ndipo anapaswa kufanya maamuzi. Je, aendelee mbele na kushinda au asimame na kumsaidia? Kama ingekuwa ni yule Lightning wa zamani, jibu ingekuwa rahisi tu kwamba wewe endelea kashinde. Lakini Lightning mpya anafanya kitu ambacho hakuna mtu ambaye angetarajia. Akasimama, anaambia The King kwamba mfalme inabidi apate race yake ya mwisho. Maana ilikuwa ni race ya mwisho baada hapo staff. Anaambia bana The King inabidi afike kwenye finish line kwa mara ya mwisho. Sasa ndio hapo tunaona kwamba kila kitu anachojifunza kule Radiator Springs kinaanza kuwa cha maana sasa kwake. Lakini bado kuna sekunde chache za mwisho. Lightning ana nafasi ya kushinda, lakini hata haamua kuzitumia. Akaamua tu kumuendesha yule The King aweze kuchukua nafasi badala yake. Kwa hiyo Chick Hicks akawa yuko mbele na akawa ameshinda, The King akawa yuko nyuma, na Lightning akawa mwisho kabisa kupita katika finish line. Lakini kuna jambo moja ambalo Lightning alijui. Watu wa Radiator Springs nao pia wakawa wamefika pale. Meta yuko pale, Sally yuko pale, Doc yuko pale, na wote wanamwangalia. Kwa sababu sasa hawataki tu aende kushinda, wanataka kuona mtu ambaye walimsaidia kuwa mtu bora katika kuishi na watu. Mbio zinaendelea, Lightning anasukuma gari ile la The King mpaka mwisho na hatimaye anavuka mstari. Lakini ushindi huo hauji kama alivyokuwa akifikiria, kwa sababu Lightning hakushinda kwa njia aliyotaka. Chick Hicks of course ni mshindi wa kwanza wa mashindano, kwa sababu yeye ndiye aliyepita katika checkers flag wa kwanza. Lakini badala yeye ashangiliwe, akaanza kushangiliwa Lightning. Anashangiliwa kwa sababu hata yeye amegundua kwamba kuna kitu ambacho amekipata ambacho Chick Hicks hawezi kabisa kukinua. Hicho kitu ni heshima. Kwa sababu Lightning alichagua kumsaidia The King badala ya kushinda kwa gharama yoyote ile. Na baada hapo Lightning basi akapewa nafasi ya kujiunga na timu kubwa sana inaitwa Dinoco. Lakini akakataa, akafanya uamuzi mwingine kabisa, akachagua kurudi zake kule Radiator Springs kwa sababu sasa anaelewa mahali ambapo anaweza kuishi na kuhisi kama yuko nyumbani. Sio sehemu ambako watu wanataka wamuone every time akifanya mastunt makubwa. Na basi akaanza kubadilika pale Radiator Springs. Eneo hilo likaanza kuwa sehemu mpya kabisa. Magari yakaanza kurudi, mji ukaanza kuwa maarufu tena, na Lightning akaamua kwa headquarters za kwake pale. Lakini jambo la kushangaza zaidi ni kwamba Doc Hudson ambaye zamani alichukia racing sana, sasa anakuwa kwenye sehemu ya timu ya Lightning McQueen akiwa kama chief wa kumuongoza.